Kwa kama naomba alafu naendelea kuishi nilivyokuwa naishi jana, ombi langu bado halijaomba. Nikiomba tena leo naendelea kuishi kama nilivyokuwa naishi jana, kuna kitu hakijakaa sawa. Kwa sababu kadri ninavyoendelea kuzama na kuomba, ombi langu linatakiwa liendelee kuleta mtazamo mpya na mpya na mpya. Kama nilikuwa nashinda na simu masaa 4, kama mimi ni mtu ambaye nimekuwa ni mtumwa na simu, ninavyoendelea kukaa katika uwepo wake, kama kile kitu kina namna fulani kinakwamisha maombi yangu, kinaanza kuondolewa hamu yake. Kwa hiyo nakuta nashindwa kupata muda wa kutosha pale. Nashindwa kupata muda wa kutosha wa kuongea na watu. Kila ninapokuwa na watu nasikia kama nipo sehemu ambayo sio sahihi. Navutwa kwenye sehemu labda ya peke yangu. Ni kazi ambayo ni Roho Mtakatifu anaifanya. Kwa sababu gani? Ndio maombi uliyoyaomba. Kwa hichi kitu ambacho nawaelezea ni kwamba kituandae kwamba kila tunapoomba ngome zivunjike, kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukivunja ndani yetu. Yeriko kabla hujaja kuivunja nje, inatakiwa ivunjike ndani. Uvunje vitu ulivyokaa navyo. Uvunje elimu ulizokuwa nazo ambazo zinazuia mkono wa Mungu kuingia kati. Amesikia maombi yako, lakini akitaka kupenya anakuta kuna kuta ya Yeriko imesimama kama ngome. Kuta ya Yeriko ambayo inasimama kufanywa kuwa Esther. Kwamba uzuri wako sio bure, kuna kitu Mungu anataka kufanya kupitia huu uzuri wako. Lakini wewe unachotaka ni kile tunachokitaka. Mungu nipe hivi au nitaenda kufanya hivi. Na Mungu anasema ukivumilia kuna kitu ambacho nataka nikusaidie. Kwa ukijua kwamba kuna kitu kinaitwa kuvumilia, maisha yako yatakuwa ni tofauti na wengine. Hiyo ina maana ni intelijensia umeipata kwenye maombi ambayo inakuongoza kuishi leo. Ombi langu litaniongoza kuishi leo. Ombi langu litaniongoza kuishi mwezi huu. Ninapozidi kuomba, kuna namna maisha yanazidi kubadilika. Huko ndo kukua, tunasema kukua rohoni. Tunakuwa rohoni ni maarifa, kwa sababu yale maarifa, Biblia inasema nuru ikiangaza, giza haliwezi kukaa. Hii nuru sio, sijui ukisikia neno nuru tunakuwa na picha gani kichwani, lakini ukweli na uhalisia wa hii nuru ni maarifa. Kuna elimu ukipata, hata ingawa bado ni maskini, nikipata elimu ya kwamba mimi Mungu amenifanya kuwa mbarikiwa, nimefanikiwa, ataanza kuyanyosha maisha yangu kulingana na ule wito wangu. Nitaanza kuishi na watu ambao wamefanikiwa. Nitaanza kuwatazama walifanyeje kwenye biashara. Ataanza kuniletea watu ambao watakuwa ni kama walimu kwangu kulingana na wito wangu, kulingana na kile ambacho Mungu anataka kukifanya kila siku. Sasa shida inakuja kwamba kuna elimu inayosababisha hivyo vitu tu pingane navyo, kwa sababu pengine mtu anayokukaribisha, Mungu anayemsogeza kwako umemchukia. Huyu hawezi kufanya chochote kwangu, huyu ana lolote, umemdharau. Lakini kumbe umemwomba Mungu akusaidie kwa upande fulani, na Mungu amemsogeza mtu. Sasa wewe yule mtu ndio umemdharau, yule mtu ndio umemchukulia poa. Alafu Mungu ndio anazidi kumsogeza taratibu. Unakuta wengine unaona sasa mbona huyu naye ana kielele anajiletea. Kumbe ndio upande ule ule Mungu anakusogeza kwa sababu ya ombi lako uliloliomba jana. Linajaribu kupata expression kimwili. Ombi linataka kupata picha itakavyoonekana katika mwili, ulimwengu wa mwili. Lakini una picha yako wewe na namna ombi linavyotakiwa kujibiwa. Hiyo picha yako ndio Mungu anasema iache, hiyo ndo ngome ivunjike ili afanye yeye kwa uweza wake, akapate sehemu atapenya. Tukisikia ni watu wa kimataifa, sijui tutakuwa wa kimataifa tu, tutaamka tu kumekucha boom, nimekuwa ni mtu wa simu zinaita tu kwa watu. No, Mungu atanitengenezea connection step by step. Na zile connection muda mwingine Mungu atawaleta watu ambao nilikuwa najua kama ni Freemason. Ndio nilivyokuwa na watazama. Sijui kiundani maisha ya mtu, lakini ninavyoona na nimepata tundoto, kumbe ni tundoto tumetoka kwa shetani. Huyu sio mtu mzuri.
Ukiishi na hiyo elimu, Mungu utaepukana na yule atakayekusaidia. Ndio maana anasema ni ngome, kwa sababu vitu vingine huwezi kukubaliana. Yaani kuna ndoto zingine zinatoka kwa shetani. Kila ukiota mtu unaomwota ni yule ambao unajua ni sio mtu mzuri, lakini kumbe ni ngome imesimama kutoka kukufanikisha. Siwezi kuwasiliana na mjomba wangu, yule ni mchawi. Hauna uhakika, unahisi tu. Hizo ni ngome. Na sisi wa Kristo tuwe makini. Kuna watu ambao tunatakiwa tuwe nao kwenye mahusiano ya kirafiki ambao yatatufanya tusonge mbele, lakini kuna ngome shetani amepandikiza katika akili zetu. Tunavyowatazama, Mungu anashindwa kuingilia kati. Tunavyowachukulia, Mungu anashindwa kutusaidia. Ukilala unamuota kabisa, huyu nimeonyeshwa sio mtu mzuri. Sawa, ndio alikuwa msaada wako. Ni kitu very dangerous. Kinahitaji kweli Roho Mtakatifu, kwa sababu wengine watakuwa ni watu wabaya ambao utakuwa umewashikilia ukijua ni wazuri, kumbe ni wabaya. Wengine watakuwa ni watu wazuri ambao umewachukulia ni watu wabaya. Wengine watakuwa ni watu wazuri, lakini kwa sababu kuna makosa waliyafanya nyuma, bado una ile chuki. Wengine watakuwa ni watu ambao wanatakiwa tuwe nao katika maisha yetu kama kwenye ndoa, lakini kwa sababu kuna makosa yalifanyika katikati, imesimama kama ngome, hauwezi tena kumsamehe. Ukila unapoomba juu ya swala fulani, Mungu anasema hiki ndo takuwa nacho. Unaomba kije kingine, hiki ndo nitakuwa niwe nacho. Tunapozidi kupinga, tunazidi kuupeleka mbele muujiza. Tunazidi kuupeleka mbele muujiza. Kuna ngome zinatakiwa ziachilie. Ngome za kuhukumu watu, ngome za kuwachukia watu, kwa sababu tunapowachukia sio swala tu ya kumchukia Mungu. Hata kama anatupenda kiasi gani, kutubariki atatumia watu. Kwa tulivyoishi nao watu, tunatakiwa tuwe makini. Wengine watu tunavyowachukulia, kumbe ndio wafanya biashara, watakao kuunganisha India, watakao kuunganisha China. Lakini ulivyoishi naye huyo jirani, India, safari ya India haitafunguka. Kwa Mungu akitaka kukusaidia, kuna namna anaanza kutengeneza. Unajaribu kujivuta, kujitoa kwake, ndio naona ni vipi. Ukienda kuota, ukilala unaota mazingaumbwe. Kumbe pale ndo kuna msaada wako pale, na shetani atahakikisha kuletea hizo ndoto ili ule msaada wako usiwe mwenyewe. Hiyo ngome isipovunjika, hautaiona Kenani yako. Utaomba, yani Mungu achukui muda kujibu maombi, wapendwa. Moyo ukikaa sawa, mtazamo wako ukikaa sawa, na hiyo ndo kazi ya Roho Mtakatifu. Anaanza kuiweka mitazamo ikae vizuri. Afix mitazamo ambayo haina ubinafsi, mitazamo ambayo haina chuki, mitazamo ambayo haina hasira. Akisha imekaa sawa, mapenzi yake yanaanza kushuka. Mapenzi yake yanaanza kushuka, kwa sababu hiyo biashara ambayo unamwomba Mungu ainue, na yeye ndo matamanio yake. Kupata ndoa ya mtu ndo matamanio ya Mungu. Amesema sio vyema mtu aishi peke yake, ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo inatakiwa tu mioyo yetu sisi, kazi yetu ni kuiruhusu ikae safi. Ikikaa safi, vitu vinaanza kusogea taratibu taratibu. Kuna wengine, tuna watu ambao tukimtazama sema huyu hawezi kuwa mume wangu, huyu sio vitu vyangu. Huo mtazamo ukiendelea kukaa, kumbe ni amekuja kwa mtazamo ambao Mungu amemficha kulingana na unavyotaka wewe. Ukikubali, afu unakuja kukuta baadaye kwamba kumbe ningekosea. Kuna watu Mungu anawasaidia na hili neno. Mungu ameshatabiri tayari, ameshasema tayari, lakini tunajua namna ya kuyaando yale matabiri kwenye ulimwengu wa kawaida, namna ya kukitafsiri kila alichokisema Mungu katika ulimwengu wa kawaida. Hauna ngome zilizosimama ambazo zinazuia ule unabii kutimia. Nimeishi na mimi na marafiki wengine walikuwa ni Waislamu, na kuna kitu Mungu alikuwa ananifunza kwamba kumbe ningeendelea kuwa na mtazamo ya kila mmoja ni mbaya,
hawa siwezi kuwa nao karibu. Kuna vitu Mungu alinisaidia kupitia watu ambao si Wakristo, watu hawajaokoka. Nimeenda Afrika Kusini, aliyenipokea yani hajaokoka, ni mlevi kwanza, lakini ningekuwa na ile mentality ya kwamba hapa nao wataka tu ambao wanizunguke ni wakina malaika Gabriel, hatutaenda, hatutafika. Hata waliomlea Musa ni wale wale ambao Mungu alitaka wakomboe watu wake. Ile falme ambayo Mungu alikuwa anataka watu wake watoke kule, ndio wale wale waliomlea. Wale wale waliokuwa maadui wa Mungu ndio waliyemlea Mwokozi ambao atakuja kuwatoa na Waisraeli. Lakini tunauelewa watu, tuna namna tunawatazama watu, tuna namna tunawachukulia watu, tuna namna tunazichukulia hali kwa mitazamo ya kibinafsi, ya kimwili. Sio vyote ni vya uongo, sio vyote ni vya ukweli, lakini ni ombi langu na ninachojaribu kukisema hapa ni kwamba uwe na intelijensia ya kiroho, spiritual intelligence, ambao hii inakuja na maombi unayoyaomba yatakuongoza kesho yake. Ukiona kuna kitu ambacho unakifanya sio kawaida yako wewe, acha kiflow. Acha kiflow. Kuna mtu utakuta unaongea naye afu unamwambiaje mambo ambayo ni ndani sana ndani yako. Sijakasikia plani zangu akaniharibia. Kumbe ile kule kufunguka kwako ndio kuna kampenyo kako pale. Sasa ilikasimama lingome na kwamba wewe ni mchawi. Ukaacha. Unakuja tena kwamba Mungu amefungua njia. Mwaka huu au taisha mwaka huu. Mungu anakuja tena kesho. Anajaribu kufungua ile dirisha kwamba huyu mtu ndio mtu ambaye anataka kuvusha hatua ya pili. Linasimama lingome na mtazamo. Ndio maana hii mitazamo ya mafundisho ambayo hayajakamilika unatuharibu vibaya mno. Umetuharibu warokole vibaya mno. Tusipokuwa na intelijensia, tukimwona yote ni mbaya, yote ni mchawi, wote wako hivi, tutajikuta tupo kwenye pango la umaskini ambao hata Mungu mwenyewe hawezi kutusaidia kutoka. Kwa sababu aliyejipeleka jela kule ni wewe mwenyewe. Kila mmoja ulimtafsiri ulivyotaka. Hali ulizitafsiri ulivyoona wewe. Unahitaji hekima ya Mungu. Kila unayekutana naye, mimi hichi kitu nakiamini na moyo wangu. Kila ninayekutana naye katika maisha yangu kuna kusudi la kimungu. Yaani lazima kuna kusudi. Hata kama ni mtu mbaya, kuna kitu Mungu pale anataka kufanya. Kwa ni kazi yangu kuingia kwenye maombi Mungu. Ndio maana kuna kauli ambayo inatanda, wanasema sio kila kitu ni cha kuombea, sio kila kitu, sio kuwa sana rohoni. Endelea kutokuwa sana rohoni hivyo hivyo. Na utajua kwamba maisha haya ni ya rohoni. Every single thing, kila kitu, kiwe kikubwa kiwe kidogo. Hata mtu kukusalimia tu habari ya leo ambaye hajai kusalimia, there is a meaning. Kuna maana yake. Mtu tu amekusalimia, hajai kukusalimia, au ndio umemwona kwa mara ya kwanza, vipi, kuna maana yake. Lakini ungekuwa ni mtu wa rohoni ungejua kabisa kwamba ndio huyu aliyotumwa kunisaidia. Utajua ukiwa na spiritual intelligence, destiny helper utamjua. Kwa sababu sio wote ma destiny helper. Kuna aina kama 3 ya ma destiny helper. Wengine ni wale wanaokuelekeza sehemu vitu vinapatikana. Huyo naye ni destiny helper. Wewe unahangaika kupata ndoa, anakuelekeza kwamba wanaume wanapatikana sehemu fulani. Sasa huyo mtu alivyokuja ni muda mwingine destiny helper wa namna hivyo ndio wanakuja kwa mtazamo kuonekana kama ni wachawi, muda mwingine wanaonekana ni wachafu, muda mwingine wanaonekana sio hadhi yako, na wewe umewazalau, umewachukulia yani easy. Alafu ndio mtu ambaye Mungu anataka kukusaidia.